shetani anatupeleka wapi. Lakini kumbe huku tumeshindwa kuwalinda watoto kuhusiana na mitandao ya kijamii ilivyoasili bongo zao. Watoto wadogo utakuta wanafanya ulawiti, wanafanya vitu vya ajabu na vya kutisha. Kwa nini? Kwa sababu moja, wazazi, malezi ya wazazi, dijitali hiyo imepeleka kwa wazazi, wamekuwa bize, hawapati muda hata wa kuongea na watoto wake. Mama yuko bize na simu, baba yuko bize na simu. Hawezi hata kumhoji mtoto kwamba mchana umeshindaje mwanangu, ilikuwaje? Hana muda kama huo. Muda wote ni kulike na kushare kwenye mitandao ya kijamii. Yuko bize, hawezi akapata hata muda huo. Lakini tukumbuke kwamba tunajenga kizazi ambacho ni cha hovyo sana. Kwa sababu gani? Ya utumiaji wa hivyo vitu. Lakini nimependa baadhi ya wazazi wamekuwa wakichukua uamuzi mkubwa sana. Baadhi ya wengine wamekuwa wakizuia kabisa kuwapatia upenyo wote wao watoto kupata access ya kupata labda kuangalia hivyo vitu kama hivyo. Kwa nini? Maana yake wameona kwamba wanaweza wakawaharibu watoto wao. Hivyo wamekuwa wakiwanyang'anya hizo simu. Lakini wengine wazazi wamekuwa wakiwapatia mtoto mdogo kabisa, lakini anampa simu. Yuko busy. Lakini angalia, hiyo ni kwa habari ya watoto. Lakini angalia hata kwa upande wa watu wazima wenyewe, hii mitandao ya kijamii ilivyoasili. Tuongelee hata habari ya sasa. Wengi sana wamekuwa wako busy sana, wanasema betting. Unajua kuna watu hii dunia ya leo, yani kuna mtu haamini kabisa kwamba anaweza kuwa tajiri au akafanikiwa katika maisha yake kwa njia ya kutafuta hela pasipo kubahatisha. Hivyo anaamini kama kufanikiwa ni kwa njia ya kubahatisha. Hivyo betting imekuwa, angalia wafanyakazi wengi sana, mtu anaenda benki anakopa hela, lakini anaenda kufanya betting. Wako bize kabisa, unakuta mtu yuko bize kabisa, ana beti. Na wengine wameona kabisa ni kama ajira kabisa ambayo inawapatia kipato. Vijana wameacha kufanya kazi, wameacha kwenda mashambani, wameacha kuendelea kusaidia familia zao, wako bize na betting. Mtu anakosa kula menyu nzuri, apate chakula lishe bora. Kwa nini? Anajibana apate angalau hela ya kubeti. Kila siku abeti. Na ile imewaathiri kwa sehemu kubwa sana kiakili. Wameathirika na wanaona bila betting hawezi kuishi. Anahisi betting ndio kila kitu. Hiyo imeharibu kwa sehemu kubwa sana. Baadhi ya watu wamekuwa na mikopo ya ajabu, lakini wakipoteza hata dira za maisha. Kwa nini? Kwa sababu ya betting. Kwa sababu tu ya betting mtu anapoteza mwelekeo. Watoto hawezi akalipa tena ada shuleni kwa sababu yuko busy na betting. Ada ambayo litakuwa apeleke shuleni amepeleka kwenye betting. Hata vijana ndivyo wanakuwa. Sasa angalia unavyoenda kumwathiri huyu mtoto. Anaona baba anaishi kwa betting. Unafikiri yeye atafanya kazi, ataenda shambani, atalima? Atafanya biashara kwa bidii? Hawezi akafanya kitu chochote ambacho kitamuingizia kipato kwa sababu tayari ameshaathirika. Umeshamwathiri. Umeshamwathiri mtoto kichwani. Ameshaharibika kwa sehemu kubwa. Na kumbuka mtoto kwa kadri anavyokuwa anaona mzazi anafanya, yeye anajua kila mzazi anachofanya yuko sahihi sana. Na kumbe hayuko, muda mwingine mzazi anafanya, anajua kwamba mtoto huyu hajui. Na ngoja nikwambie ndugu msikilizaji, kati ya watu ambao wanaweza kuweka mambo kwa umakini sana na hayasauliki kichwani ni watoto. Na hiki unaweza ukakuta na wewe jifanyia assessment na mimi najifanyia assessment. Maisha ambayo tunakuwa tunaishi kwenye utu uzima ni kwa asilimia kubwa sana ni maisha yale tuliyofundishwa na wazazi wetu. Yana mchango mkubwa sana. Ni kweli kuna muda mwingine dini na elimu na mazingira yanaweza yakakubadilisha ukajikuta ukabadilika. Lakini kwa sehemu kubwa ukiangalia utakuta una elementi nyingi sana ambazo ulikuwa umefundishwa na wazazi wako kwa tangia ukiwa mdogo. Hivyo yale maisha ambayo mtoto anakuwa anayaona akiwa mdogo, sio kwamba anayachukulia tu, yani anayatunza kabisa akilini
na ndicho kizazi ambacho tumepata. Hata kizazi cha sasa hizi wanaita kizazi cha Gen Z. Na teknolojia inatufanya tunapata watoto ambao ni very ni watoto ambao wako niseme kwamba wana high IQ. Kuna kitu kinaitwa IQ, intelligence quotient. Wanakuwa na high IQ. Ni kweli ni watoto ambao hapa akili iko vizuri. Ila ukiangalia kwenye IQ ukikosa, nadhani hii wote ni mashahidi. Tukiwa tunaenda shuleni, tuna wale wengine utakuta watoto wao wako very bright. Watu wako vizuri sana darasani. Lakini mpeleke kwenye huyu mtoto kwenye skills ya maisha, nothing. Yaani ni mtu ambaye kwenye maisha, na ndo maana hii hata leo hii wengi wale scholars na watu ambao wana PhD na degree wamesoma sana pakubwa sana, lakini baadaye almost wanakuwa wameajiriwa na hao watu ambao walikuwa wa kawaida kabisa. Kwa nini? Hawa wana kitu cha pili. Hawa ambao wanaishi maisha ya mtaani, kuna kitu kinaitwa amepata kitu kingine cha mbele zaidi. Amepata kitu kinaitwa social skills. Anapata social skills, ujuzi wa kimaisha anakuwa amekipata hicho. Lakini hawa wanakuwa wamejifunza kuhandle zile changamoto ngumu sana. Maana anapitia hustling, anapitia mtu wakati mgumu, lakini anakuwa amejifunza kushiba na kuona njaa, furaha na huzuni, vyote amevizoea. Lakini fikiria maybe na kwa sasa tunaona hata wimbi kubwa sana la wazazi. Ni kweli Mungu anakuwa ametubariki, inawezekana ulisoma kwa shida sana, lakini tumeacha hata changamoto kwenye malezi, tumewachia walimu mashuleni, na wengine tumewachia wadada wa kazi. Why? We are very busy. Tuko busy kutafuta maisha, kwamba watoto wale but unachokifanya bado utakuta ni sawasawa na zero. Kwa sababu ni kweli uko busy sana kwenye shughuli zako, lakini ndipo utakavyotumia gharama kubwa sana kumrudisha huyo mtoto kwenye hospitali, kwa sababu baadaye atakopi tabia za huko nje. Ndio wanaweza kukuta mtoto mdogo tu, baba mchungaji, mama mchungaji, lakini baadaye huyu mtoto anavuta bangi, anavuta sigara, anakunywa pombe, kila tabia ambayo ni ya kwake. Why? Hapa amekosa hapa. Muda mwingine wengine wanasema ni shetani. Muda mwingine sio shetani. Yaani muda mwingine sio shetani. Muda mwingine ni ubize wetu, ni uzembe wetu sisi wenyewe wazazi. Tunawafanya vijana wetu unajikuta wanaingia kwenye makundi kama hayo, na baadaye tunaanza kumlaumu shetani. Kabla hujaanza kumlaumu shetani, hebu anza kufanya wajibu wako wewe kama mzazi. Anza kufanya wajibu wako kama mzazi. Unawalindaje watoto wako dhidi ya mitandao ya kijamii? Imekuwa na matokeo makubwa sana. Lakini tunaweza tukaona kitu kingine ambacho kinafanywa na vijana. Unaweza kukuta wameacha kabisa kufanya kazi, wanafanya kinaitwa games. Magame yako mengi kwenye simu, lakini pia kuna magame ambayo pia mtu anacheza game na anaona muingizia hela. Kuna kile kindege kinachezwa, watu anachezea kindege. Mtu mzima kabisa anachezea hicho kindege, akiamua kwamba hicho kindege mambo yakienda vizuri atapata. Lakini muda mwingi pia analiwa. Anacheza magame, wako very busy, magame ya mpira, magame ya nini. Watu utakuta na PC hapa anachezea tu game tangia asubuhi, mchana anachezea tu game. Hana kazi yote ya kujifanya ambayo inaweza kumuingizia kipato. Tumekuwa tukiwalaumu wazazi na nini, lakini pia hata vijana wameacha kujishughulisha, wakiamini kwamba kupitia hayo magame ndipo wanafurahisha akili zao, lakini pia ndipo wanajipatia kipato. Ni uongo mkubwa sana ambao unafanya. Kwanza unatengeneza kizazi ambacho hakiwezi kujishughulisha. Kwa hiyo tunaona hizi games zimewaathiri. Yaani ndio maana nasema tayari huyu anakuwa ni mgonjwa. Na ninavyokuwa naongelea kwamba jinsi mitandao ya kijamii inavyoathiri ugonjwa wa afya ya akili, siongelee kwamba hadi wale ambao wako milembe au na wale ambao wameshindikana kabisa
ni vichaa. Naongelea kabisa mimi sisi ambao tayari unaona kabisa yawezekana uko vizuri, lakini wewe ukiona una mambo haya, unategemea kwenye maisha yako ni games, unafanya betting, unategemea betting ndio kila kitu, umeacha kujishughulisha. Hata kama unajishughulisha, lakini vyote utakuta labda hela nyingi una spend hapa, maana yake ujue kichwani kidogo una changamoto ya afya ya akili. Umeacha kujishughulisha na umevitegemea hivyo vitu kama ndo muhimili wako wa kupata riziki. Kwa utaona kwamba imekuwa changamoto kubwa sana. Lakini pia kuna kitu sasa kinaitwa AI. Unajua AI muda mwingine ni kweli inatusaidia, lakini pia imeleta changamoto kubwa sana hata vijana. Muda mwingine unakuta amepewa homework ni kwa njia tu ya akiingia pale inamfanyia kila kitu, namrahisishia. Unajua na